mtumishi ambaye anapenda yeye awe nacho na watu wasiwe nacho. Naweza kukuthibitishia hilo. Kama utakaa na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel na ukaendelea kukaa na yeye mwezi, miezi, mwaka, hatashtuka sana kama bado yale maisha tangu ulipomfahamu ndio hayo maisha ulionayo mpaka wakati ambayo bado unayo mpaka wakati huu. Ninyi wenyewe hapa ni mashahidi. Sasa nikianza na wewe Kusaga wakati anamfahamu mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, mimi nampeleka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel pale Mount Meru Hotel. Alikuwa kwa miguu kwenye ule mkutano. Kwanza gari ilikuwa napa. ile alikuwa na usafiri. Kusaga huyu alikuwa kwenye YouTube channel yake, ana subscribers wangapi? 50,000. 50,040. 40 mimi nakumbuka. Mimi wasipotezi kumbukumbu. Sasa Kusaga akamuomba Pastor Ezekiel, akamwambia, "Baba, naomba unishike tu mkono hivi, subscribers zangu wafanye nini? Waongezeke." Hivi tunapozungumza tushuhudie Kusaga. Una subscribers wangapi kwenye YouTube channel? Wako 200,000 la. Sasa unaweza ukaona 200,000 na ngapi? 200,000 kama na 7,000 na kitu hivi. Bila shaka YouTube inakulipa. Inalipa. Inakulipa, si ndio? Inakupa dola, si ndio? Dola anapata. Sina kukupatia maisha. Sasa huyu nimetoa mfano kama hapa. Hata wengine watu waliozunguka hapa ambao labda wamemfahamu mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mingapi. Mimi katika maisha yangu yote ya kumtumikia Mungu, maisha yangu yote ya kumfahamu Pastor Ezekiel, sijawahi muona mtu aliyejiunga na madhabahu ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel na akazidi kuwa masikini au akateseka na magonjwa au akawa ni mtu hohihai. Sijawahi kuona tangu malizie. Ukiona mtu wa aina hiyo, kuna jinsi anaiasi madhabahu. Sasa unajua madhabahu hii ni nyeupe. Madhabahu hii ni safi. Madhabahu hii ni takatifu. Haihitaji hila. Haihitaji uwe na mambo ya hila. Usifanye mambo kwa sababu Pastor Ezekiel yuko hapa anakuangalia. Fanya mambo kwa sababu Mungu wa Pastor Ezekiel anakuona hata ukiwa umelala nyumbani kwako usingizini. Sasa watu wote ambao wamekuwa na nia safi, naweza kukupa uthibitisho. Mimi kuna mtu mmoja aliunganishwa na mheshimiwa mmoja wa hapa Tanzania, nikimtaja ni maarufu sana, yuko kwenye kiti kikubwa sana cha serikali nchini hapa. Alimuunganisha, akamtumia namba zangu anipigie. Yule mtu akanipigia simu akanielezea matatizo yake. Na ni mtu pia naye ni mkubwa pia, na sasa mimi nikamsikiliza, nikaona mimi wasitaki mambo. Baba yangu Pastor Ezekiel anasema usipoteze wakati. Mimi wasitaki mambo